Ndugu yangu, usife moyo, wala usijaribu kukata tamaa, wala kuvunjika moyo kwa namna ya aina yoyote ile. Je, unajua ni kwa nini? Kwa sababu Mungu anajali sana maisha yetu. Katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 20 na sura ile ya 6 kunradhi, mstari ule wa 25 na kuendelea, maandiko yanasema msijisumbue wala msisumbuke kwa namna ya kuyasumbukia maisha. Sababu maisha ni zaidi ya chakula, maisha ni zaidi ya mavazi. Lakini pia sasa huo mstari wa 25 wa 26 anazungumza, anasema tujifunze kwa ndege wa angani, hawapandi, hawavuni. Ni kweli ndege hawana shamba la kupanda mbegu, hawana namna wanaenda kushika jembe wanapalilia, na hawana muda ama hawana namna waenda wanavuna wanaweka galani, lakini Mungu anawalisha hao ndege. Mimi nadhani sisi ni zaidi ya hao ndege wa angani. Alafu mstari ule wa 20 na 7 anazungumza jambo gumu. Anasema, je, kuna mtu anaweza kuongeza angalau kimo cha mkono wake akauongeza huu mkono huu? Ni dhahiri shairi kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuongeza hata kimo cha mkono wake au refu wa mkono wake. Miili yetu inavyokuwa, hata maandiko yanazungumza kwenye Mhubiri, hakuna namna ambavyo mtu anajua jinsi mtoto akiwa tumboni anavyokuwa. Mungu pekee ndiye anayejua. Kwa hiyo hatuna sababu yoyote ya kukata tamaa. Hatuna sababu yoyote ya kuvunjika moyo. Tumwamini Mungu kwamba Mungu anaweza yote na atazidi kuyapigania maisha yetu. Langu jina ni Mwalimu Oscar Pisamba. Mungu akubariki. Subscribe channel yetu ya YouTube ya Ukombozi Gospel. Usikate tamaa. Mimi nakutia moyo, usikate tamaa. Maisha yamejengwa katika misingi ya uvumilivu. Laiti ningepata wasaa nikakusimulia safari ambazo nimepita kwenye maisha yangu, ungelisadiki neno hili ya kwamba usikate tamaa. I mean it. Never give up, never lose hope. Kabisa, siku yako moja inakuja. Siku moja niliwahi kusema one day yes, na ni kweli one day yes.